Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kutisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitambacho juu ya nchi. Kwa misingi hiyo sasa tunaona kwamba Mungu hakuishia kuwa na wazo tu la kufanyaje, la kuumba. Hakuishia kuwa na wazo tu la nini kupata nini, mtoto. Lakini tunapata mtoto aje afanye nini duniani, lakini wajibu wako kama mzazi, kama Mungu alipobarikia, alipowabarikia akamwambia wakazae waongezeke, si ndio? Na sisi wajibu wetu kama wazazi kuhakikisha wale watoto wanafikia makusudio ya sisi kuwazaa. Na ukiangalia kwa msingi huo, Mungu hakumuumba mwanadamu na kumtelekeza, bali alihakikisha anamwezesha kufanikisha kusudi la kuumbwa kwake. Hivyo basi ni wajibu wa kila mzazi kuhakikisha kuwa anakuwepo na mipango na mikakati ya kulea mtoto wake. Tumeelewana? Mungu hakuishia kuwa na wazo, Mungu hakuishia kwenye utekelezaji wa kuumba, lakini alienda hatua ya tatu akabariki, akawaambia wakafanyaje? Wakazae waongezeke. Na sisi hivyo hivyo hatupaswi kutelekeza vile viumbe tulivyovileta wapi? Duniani. Zama za kujipatia watoto na kuacha na kuwatelekeza wajilee wenyewe hazitufai, kwani sisi kama Wakristo tunamfuata Kristo ambaye ni Mungu katika nafsi yake ya pili, na tunaona ushiriki wake katika uumbaji kama tulivyoona kwake katika Mwanzo 1:26 mpaka 28. Na sasa tunaishi katika zama za kuzaa na kulea. Kwa tafsiri ya kawaida, kulea ni pamoja na kuwekeza katika mahitaji muhimu kama vile lishe bora, afya, elimu, ulinzi pamoja na maji safi na salama. Ule mpango wa kuzaa au kijana au baba umempa mimba mke wako, umejitirafiana kidogo, umemfukuza ameenda kwao, unafukuza unatelekeza mpaka mimba, hiyo haipo. Kama ni kweli tunamfuata Kristo, Kristo yeye alikuwa ndio mwanzo wa nini? Wa haya malezi. Na hakuna sehemu kusoma mistari mitatu, hakuna sehemu alikotelekeza wajibu wake. Alifanya kila kitu. Na sasa tunaishi katika zama za kulezana, kufanyaje? Na kulea. Mzazi ni vyema kujua kuanzia mtoto wako akiwa tumboni mpaka amezaliwa, lakini anaishije mpaka kuja kuwa mtu mzima anayefaa. Na hii itamwezesha mtoto kukua mathalan pamoja na kimo na uweledi wa kutambua mambo. Hivyo wazazi hamna budi kuwekeza kwa watoto hao ili kuandaa kuja kuwa watu wanaofaa katika nini? Katika jamii. Changamoto tulionayo hapa, tuna malezi ya aina mbali